Mambo mpenzi mtazamaji wa Captain Online TV. Kuna mambo mengi sana yanatokea, lakini hili sikutamani linipite kabisa. Ni jambo la Madam Rita baada ya kuita baadhi ya TV online ndogo kuita TV uchwara. Nafikiri kila kijana mwenye ndoto au kila mtu ambaye alikuwa na TV ndogo ama anategemea kuanzisha hizo TV alijisikia vibaya sana. Binafsi mimi nilijisikia vibaya sana. Lakini kuna kitu nimefikiria kingine nje ya box na natamani kusema, lakini haya ni mawazo yangu. Sidhani kama kila mtu yatamfaa, na mawazo yangu sio masafu wala Biblia. Kama utaona hayakufai basi utaachana nayo. Mimi nazungumzia vile ambavyo naona ni sahihi. Kwanza nimzungumzie Madam Rita. Madam Rita ni mtu ambaye tumekuwa tukimheshimu kwa muda mrefu sana, na amejitahidi kutengeneza heshima yake kwa kipindi kirefu, kwa sababu tunamjua wengine tangu tuko wadogo mpaka sasa. So ni mtu ambaye ametengeneza heshima kwa kipindi kirefu na anajitahidi sana kuilinda heshima yake. Alichokifanya ni sehemu ya makosa na tuliumia sana sana sana. By the way, tulichokuwa tunakitegemea, kwangu mimi nafikiri nimekisikia. Tulikuwa tunategemea kusikia akiomba msamaha, na ameomba msamaha. Natamani nichukue nafasi hii nimuongelee Madam Rita. Sijawahi kukaa naye kwa muda mrefu, sijawahi kukaa naye hivi tumekaa, lakini kwa the way ninavyomjua Madam Rita, nafikiri ni mtu ambaye atakuwa analijutia sana sana ili kosa. Miongoni mwa watu ambao wanajutia makosa yao, Madam Rita atakuwa anajutia. Nimesikiliza hata namna ambavyo alikuwa anaomba msamaha. Hakuwa akiomba tu msamaha, bali alikuwa akijutia kwa kile ambacho alikifanya. Lakini pia ni madam ambaye si madam ambaye anapenda sana trendi, kwamba akawa amefurahishwa sana na hili jambo kiasi cha kwamba atakuwa labda naye ni sehemu ya kusema anafurahishwa au hivi vinavyoendelea naye kama atatrendi. Nafikiri ni mtu ambaye anajutia hili. Sasa nilikuwa natamani hata kuwaambia baadhi ya watu, nimewaona baadhi ya macomedian, baadhi ya mapresenter wanaichukulia hili jambo kama sehemu ya kutrend. Yani kuna namna wameliweka kwenye engo mbaya na engo tofauti zaidi, tofauti na mwenye Madam Rita. Unajua kuna watu ambao wao wakikosea au likitokea jambo kama hili wanaenda nalo kwa sababu wanaona ni sehemu ya kutrend. Kwa hiyo waga wanaenda nalo, wanatembea nalo, halina shida. Lakini imekuwa tofauti kwa Madam Rita. Kwa the way ambavyo mimi namfahamu, nahisi kwake limekuwa ni swala ambalo linamuumiza sana. Hasa watu wengine pia wapembeni kama comedian na baadhi ya watu wengine wakilichukulia hili swala kama sehemu ya utani ama sehemu ya kuongeza engagement zao, kuongeza followers, kuongeza viewers. Nafikiri kwake litakuwa ni jambo linamuuma sana, kwa sababu ni mtu ambaye anajitahidi, amejitahidi kutengeneza hii brand na kuilinda kwa miaka mingi sana. Lakini pia ni miongoni mwa watu ambao tumeona wakikosea mara chache sana. Ni master wengi wamekuwa wakikosea mara kwa mara, lakini ni mara chache sana, na inawezekana ikawa ndo mara ya kwanza, au ni mara chache sana wamekuwa wakikosea. Ni watu ambao hawapendi kukosea, hasa kwenye hadhara ya watu wengi ama kwenye halaiki ama sehemu ambazo zitakuwa zinaonekana na watu wengi. Kwa hiyo ningeomba media, watu wa media wenzangu, media ndogo, media kubwa, lakini na watu wote ambao wanachukulia hili swala kama jambo la kubeza, waongeupokea ule msamaha Madam Rita, kwa sababu kitu kikubwa, neno alilolitumia ni neno gumu kulingana na ukubwa wake, lakini tulichokuwa tunategemea ni msamaha, na ameutoa tena msamaha wa dhati. Sidhani kama anapendezwa tena akiona mtu anafanya maigizo au mtu anakejeli au mtu anatumia ile video kama sehemu ya kutengeneza viewers, kwa sababu inamuweka haimweki kwenye engo nzuri, kwa the way yeye alivyojiweka kwenye mitandao, alivyojiweka na kujiheshimisha kwa watu, ile yamweki kwenye engo nzuri. So
pia hatuwezi kufuta mazuri yake mengi ambayo tumeyaona kwa kipindi kirefu kwa sababu ya hili baya moja ambalo amelifanya. Nafikiri anajutia sana. Nimeona hata interview aliyofanya pale Wasafi, alikuwa anajaribu kuelezea lakini hataki kurudia lile neno, kwa maana hataki kusema, anasema tu nikakutana na hiyo situation lakini nikamwambia yule hilo neno, yani hataki kulitamka tena hilo neno. Na hii inamaanisha kwamba ni neno ambalo limekuwa nahisi litakuwa linamtesa mpaka sasa hivi, litakuwa linamtesa sana. Anajutia kwa nini alizungumza vile, lakini pia kwenye hali ya ubinadamu ni jambo la kawaida, kwa sababu pia amesema ni binadamu anakwazika, na kweli hatukumuona akikosea kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo ikitokea mtu amekosea mara moja na ameomba msamaha wa dhati na kwa haraka, nafikiri ni busara tungemsamehe kwa pamoja. Hayo ni maoni yangu mimi, na vile ambavyo tunamjua Madam Rita. Sisi wengine tumemjua tangu tuko wadogo, kwa sababu hatuna umri mkubwa sana, lakini hatukuwahi kumuona akikosea. Kwa hiyo natamani na wengine, natamani na media zingine, natamani na watu wengine ambao mpo kwenye entertainment, mchukulie hili kama sehemu ya kosa kama makosa mengine. So nafikiri ni vyema tukamsamehe kama nasi tunavyosamehewa na tuliowakosea. Mimi sina mengi, nilikuwa nataka nilizungumzie hilo jambo. Tuonane wakati mwingine. Ciao.